wadau, kikao kikubwa kama hichi, angependa afike yeye binafsi, lakini hakuweza kufika, lakini anawatumia salamu nyingi sana. Kwa kweli angependa afike mwenyewe na kuzungumza na nyinyi, lakini hakuweza kufika kwa sababu ya majukumu mengine aliyonayo, lakini ameniomba na kunielekeza kuwafikishia salamu zake za pongezi na shukrani kwa kumwalika kuja kwa mgeni rasmi katika kikao hiki. Kwa hiyo naomba mzipokee hizo salamu. Lakini itoshe kusema kwamba turidhike kwamba uwepo wangu hapa kwa niaba yake basi atakuwa amewakilishwa vilivyo. Hotuba ambayo nitaisoma ni hotuba ya mkuu wa mkoa wa Singapore. Kwa hiyo nitaisoma kama ambavyo walikuwa wamependa azungumze na nyinyi, na naomba mniruhusu sasa. Hayo ndio nasema yalikuwa ni ya kwangu pamoja na salamu zake ambazo alikuwa hazikuwa niko hapa, lakini alituma kwamba nije niwaambie. Sasa naomba nisome hotuba yake kama ambavyo alikuwa ametayarisha. Awali ya yote, napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sote kukutana siku ya leo tukiwa na afya njema. Pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika mkutano huu muhimu kwa wadau wa kahawa mkoa wa Ruvuma. Ndugu wadau, kahawa ni moja kati ya mazao ya kimkakati yaliyoainishwa na serikali. Kahawa inazalishwa katika halmashauri 7 za mkoa wa Ruvuma ikiongozwa na halmashauri ya wilaya ya Mbinga. Umuhimu wa zao la kahawa unatokana na mchango wake katika pato la mtu mmoja mmoja na mapato ya halmashauri za manispaa, miji na wilaya. Ndugu wadau, wastani wa uzalishaji wa sasa kwa mkoa wa Ruvuma wa kahawa ni tani 26,000 tani milioni 26,088,47 kahawa kavu. Wastani wa uzalishaji kwa sasa kwa wakulima walio wengi ni robo mpaka nusu kwa kila mti mmoja. Kazi kubwa iliyoko mbele yetu ni kutafakari ni kwa namna gani uzalishaji utaongezeka ili kuendana na malengo ya kitaifa kwa kutumia fursa za maeneo makubwa tuliyonayo ya upanuzi, upatikanaji wa pembejeo ya ruzuku pamoja na miche ya bure kama fursa zilizopo. Ndugu wadau, katika jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali kwa kushirikiana na wadau za kuongeza uzalishaji ni pamoja na uzalishaji na ugawaji wa miche bure, ambapo msimu huu jumla ya miche milioni 5,770,550 imetolewa kwa wakulima. Ufufuaji na ukarabati wa mashamba yaliyozeeka na kuimarisha mfumo wa masoko ni pamoja na jitihada hizo. Mfano, msimu huu 25/26 mkulima amelipwa wastani wa shilingi 12,000 baada ya makato yote ikilinganishwa na shilingi 9,000 msimu uliopita. Ni swala la bei. Bei hii kwa sasa ni wastani mzuri, lakini bado jitihada zinahitajika ili kuboresha iwe nzuri zaidi. Hii ni kutokana na kwamba kwa kiasi kikubwa tatizo la bei isiyoridhisha ya kahawa anayoipata mkulima inatokana na ubora hafifu wa kahawa inayoandaliwa, uadilifu wa viongozi wa AMCOS na ununuzi au uuzaji usiofuata taratibu zilizowekwa na mamlaka, yaani magoma. Tunajua. Hivyo basi sote kwa pamoja, ili kuhakikisha kwamba bei ya kahawa inaongezeka, kila mdau anawajibika kutimiza wajibu wake kwa kufuata sheria na miongozo iliyotolewa na serikali kwa kadri ya uwezo na nafasi aliyonayo. Ndugu wadau, swala la ubora wa kahawa lina uhusiano wa moja kwa moja na soko na bei anayopata mkulima. Ubora wa kahawa na lina uhusiano wa moja kwa moja na soko na bei anayopata mkulima. Katika kuhakikisha inapatikana kahawa bora na iliyoandaliwa katika mazingira mazuri, matumizi ya mitambo ya kisasa ya kuchakata kahawa, yaani CPU hayawezi kuepukika. Mkoa wa Ruvuma kuna takriban mitambo 249 ambayo mingi ipo katika hali nzuri ya kufanya kazi
na michache inahitaji kukarabatiwa, na wasi wadau wote muone muhimu wa uwepo wa mitambo hii kwa kuwa ili upate kahawa nyingi na zenye sifa bora unaofanana ni lazima kuwepo kwa matumizi makubwa ya CBU, tena kwa kuzingatia hatua zote za uchakataji wa kahawa. Lengo la serikali ni kuona kwamba kahawa yote inaandaliwa katika mitambo ya kisasa yani CBU, ili ipate uhakika wa soko na bei nzuri katika masoko, na wasi wadau wote, halmashauri zetu zote na sekta binafsi mwekeze katika ujenzi wa mitambo ya kisasa, na muhimu zaidi ijengwe katika maeneo ambayo wakulima wote wanapata huduma hii kwa urahisi. Ndugu wadau, licha ya jitihada za dhati zinazofanywa na wadau wote kuongeza uzalishaji, bado unywaji wa kahawa huku chini wa wastani wa 15%. Katika kanda ya Ruvuma kuna viwanda vinne vya kukaanga na kusaga kahawa ambavyo ni Msisco Limited, tunayo DAI, KEF Business Consultant na Interstate Company Limited, na sasa Vifaku ambacho ni chama kikuu cha ushirika ambacho pia kimeanza kukaanga na kusaga kahawa. Viwanda hivi vinatumia malighafi ya mkoa kutengeneza kahawa nzuri sana kwa ajili ya mlaji wa mwisho popote pale duniani. Jamani, hata hii jambo nilosema jambo zito namna hiyo, mmekaa kama mko kwenye msiba. Anasema hivi, nirudie, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anasema katika kanda ya Ruvuma kuna viwanda vingi vya kukaanga na kusaga kahawa ambavyo ni Msisco Limited, DAI Limited, KEF Business Consultant na Interstate Company Limited, na sasa Vifaku ambacho ni chama kikuu cha ushirika naanza kukaanga na kusaga kahawa, kwamba viwanda hivi vinatumia malighafi ya mkoa kutengeneza kahawa nzuri sana kwa ajili ya mlaji wa mwisho pote pale duniani.